Kasuku huyu. Kasuku. Au naota. Ila kamependeza. Kasuku. Kasuku. Hey. Jamani mwanangu. Nimekumisi Kasuku. Sasa mbona unaondoka hujaingia hata ndani kunisalimia shangazi yako jamani? Hebu rudi nyumbani basi. Yaani unaondoka hata kaka hujamuona. Vipi kuhusu dada yako Kimbulu? Hata mimi shangazi yako jamani. Kasuku, njoo basi mamaangu. Njoo basi mwanangu. Ha? Ufala nini? Anaona kama mimi navumuita na mshobokea au? Dada Kimbulu na Imani, umeupata ujumbe wangu. Najua kaka Wedon anapitia wakati mgumu sana. Najua ni nani aliyemuumiza kaka yangu. Naomba unijibu ujumbe huu. Nitakuja kuchukua majibu. Kisha nitakuelekeza wapi tunaweza kukutana. Nitakusimulia kila kitu na kukumbuka sana dadangu Kimbulu. Hey! Ha! Ah! Hey! Ina maana mimi humu ndani nazungukwa. Nazungukwa. Ha! Yaani ina maana Kimbulu akitoka hapa anaenda kwa Kasuku. Ina maana anajua kabisa Kasuku wapi alipo. Ina maana anacheza na akili yangu. Mimi ninapoteseka kuhusu mwanangu, napata shida kuhusu mwanangu. Ina maana kumbe Kimbulu anajua. Anajua Kimbulu, anajua. Kumbe wanatengeneza mazingira ya kutupoteza. Yaani mimi Kimbulu ananiona mjinga, sina akili. Mungu amfichi mtu mbaya, Mungu amfichi mnafiki. Mungu asante wewe Mungu, leo nimemjua mbaya wangu. Subiri kudadadeki. Kimbulu! Wa Kimbulu! Kimbulu! Kumbe wewe unajua kila kitu kinachoendelea humu ndani. Na unajua ni nani anataka kumuua mwanangu Aidon, si ndio? Alafu umekaa kimya tu, unaniangalia, unanizoom, si ndivyo? Yaani mimi nilikuwa nahitaji kumuua kaka Aidon. Basi nitakuwa nimechanganyikiwa. Hivi, kama wewe usingeweza kufanya humu ndani vituko mpaka Kasuku akaondoka, unategemea kwamba kaka Aidon angeweza kupata matatizo? Hebu usinipande kichwani mama Aidon. Kichwani mama Aidon. Yaani mimi sasa hivi ni mama Aidon, sio mama tena, si ndio? Hivi unajiamini nini sasa hivi? Mbona unadharau sana? Shenzi wewe. Kumbe wewe na yule kijana ndio mnashirikiana kutaka kununulia mwanangu, si ndio? Alafu huyo Kasuku ndio pikipiki posta yenu sasa hivi. Anafanya kazi ya kusambaza ujumbe tu. Anasambaza tu. Mnaniona mimi ni mjinga eh? Mnatuzunguka tu humu ndani. Tunafanya kazi ya kutafuta Kasuku kila siku. Tunaingia huku tunatokea huku. Kumbe unajua kila kitu kinachoendelea. Alafu unajua kabisa Kasuku yuko wapi, si ndio? Kimbulu, sikiza nikwambie.
Tena nisikilize kwa makini. Nataka uniambie kila kitu kabla sijapandisha mashetani yangu nikakung'ata. Umenielewa wewe? Kasuku? Basi mimi nitakuwa ni mwenda wazimu. Kama kila siku natoka humu ndani, nazunguka mitaani naenda kumtafuta Kasuku, alafu mimi huyo ninajua Kasuku alipo. Mama yangu, hiyo umeipata wapi? Mama, nitaki uniambie, umeshamkamata Kasuku? Najua unahitaji kuniingiza kwenye mtego wako. Ni mara kadhaa nimekuwa namfundisha Kasuku kusoma na kuandika. Na huu sio mwandiko wa Kasuku. Kasuku bado hakujua kuandika wala kusoma vizuri. Hata hivyo, ni muda mrefu sana umepita. Na imani Kasuku hajui hata duara linachorwaje. Hai mama drama. Tuachane na hayo. Kati yangu mimi na wewe, nani ambaye anahitaji kumwoa Weldon? Tofautisha. Hata kuongea kwetu. Unaongea unapiga sana makelele. Kiasi kwamba umesahau ni masharti gani ambayo ulipewa juu ya mgonjwa ili apate unafuu au kupona kabisa. Kelele wewe. Yaani mimi napiga kelele, si ndio? Hebu pisha hapo, pisha, toka. Ungekuwa unampenda mwanao sana, ungekuwa unampigia makelele kiasi hiki. Wewe Recho umeraniwa sana. Ngoja tuone huu mtego wako utaishia wapi. Na mimi sio mrahisi kiasi hicho. Na vipi kama itakuwa kweli kamteka Kasuku? Alafu nimebaki peke yangu wa kumtafuta Kasuku. Inabidi niongeze bidii. Recho, kama itakuwa kweli umemtia Kasuku mbaroni na nikajua hili, sitokuacha salama. Utajua upande wangu wa pili unazungumza nini juu yako. Unaniangalia nini wewe? Hebu toka hapa nisije kukulalua mimi. Unajisahau sana. Shetani wewe.